Sasa mfano tukianza na jina la kwanza kabisa ambalo ni jina la Barhatia. Hili jina unatakiwa ufahamu kwamba linatajwa kama mbili, yaani unaweza ukasema Barhatia, lakini pia unaweza ukasema Barhatihin. Umefahamu? Na hili ni moja kati ya majina 28 ya Barhatia, na hili ndio jina ambalo linabeba uzani wa majina yote haya mpaka lenyewe likasababisha haya majina yakaitwa majina ya Barhatia. Lakini vile vile unatakiwa ufahamu kwamba hili ni jina ambalo linakuwa, yani maana yake huwa linaitwa, yani katika maana ya Kiarabu huwa tunasema ni mtukufu zaidi, ama katika mpangilio mwingine ama katika mtizamo mwingine huwa tunasema ni ule mwenye kusifiwa zaidi au mwenye kutukuzwa zaidi. Kwa moja hii inakuwa ni Mwenyezi Mungu. Na hili jina huwa linatembea sana na manazili, huwa yanaitwa manazili ya Al-Sharatain. Manazili ya Al-Sharatain ni ule mwanzo wa mwezi, unapokuwa mwezi mchanga, ile siku ya kwanza kwenda mpaka ya pili. Ndio hili jina linakuwa lina nguvu hapo ama linatawala hapo. Ina maana unaweza ukalitumia kwa hapo ukitaka kuona kitu chochote, lakini pia ukitaka kulisoma siku yoyote kwa ajili ya matokeo mengine na faida zingine, basi unaweza ukalisoma katika siku nyingine yoyote. Sasa kwa kuwa umechagua kuweza kusoma jina moja baada ya lingine na kuweza kulifanyia kazi pamoja na kuweza kuona matokeo yake, basi wewe unaweza ukawa msomi mzuri wa Barhatia kuliko wale wengine ambao wanataka kuyasoma majina yote kama wimbo na baada ya hapo kuanza kuyafanyia kazi. Sasa tunapokuja kuangalia kwamba hili jina la kwanza, moja kati ya matumizi yake ama moja ya matumizi yake ni kwamba yeyote yule atakayeliandika mara 35 katika bakuli ama chombo ambacho ni cheupe, kisha baada ya hapo akaliosha, yani yale maandishi akayaosha yakawa kama kombe, yani maji, na akampa kunywa mwanamke ambaye ana ugumu wa kuzaa, yani ambaye ni mwanamke mgumu katika kuzaa, yani kashindwa kuzaa. Umefahamu? Yani wale unasikia kwamba mwanamke ana matatizo ya uzazi na nini, basi moja kwa moja huyo mwanamke atajifungua, wala hakuna shaka, kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Na hili ni moja ambalo mimi binafsi mwalimu wako na experience nalo, yani kuna mtu ambaye nilishawahi kumfanyia hivyo, ambaye alikuwa anatakiwa kuzaa kwa kisu. Mama yake akaniomba kwamba naomba kama inawezekana kuna dua ama nini aweze kutumia ili aweze kufanya nini, kujifungua salama, kwa sababu yule mama hakupenda binti yake aweze kupasuliwa tumbo. Kwa hiyo nikampa, kwa sababu alikuja ilikuwa ni asubuhi, wa mama akaniambia hivyo na nikampa, akaenda akamnywesha binti yake. Kwa hiyo uchungu yeye wanasema kwamba ulikuwa unapanda unashuka, unapanda unashuka. Kwa hivyo alivyokunywa, basi moja kwa moja akawa kafanya nini, kapata kujifungua salama. Hiyo ni ya kwanza. Na kama mtu ana maisha magumu ama ana kipindi kigumu ama pato lake limekuwa gumu na katika maisha yake, basi anatakiwa aweze kulisoma mara 100 kila siku kwa muda wa siku 40. Basi pindipo anaikamilisha siku ya 40 ama katikati ya hizo siku, moja kwa moja Mwenyezi Mungu atamfungulia milango ya mapato na atapata faida kutoka kwa wengine ambao wako karibu naye, yani watu watafunguka zaidi kuweza kumsaidia. Na kama mtu ataliandika labda kwenye mkono wake wa kulia mara 7 na akaweza kulilamba, yani kwa kutumia asali, unaandika kwenye mkono wa kulia mara 7 hilo jina na ukalilamba kabla ya kula chochote asubuhi, wakati jua ndio linachomoza siku hiyo ambayo ni ya mwezi ukiwa mchanga, siku ya kwanza kabisa ya kuchomoza mwezi, basi kila utakachokuwa unasikia ama utakachokuwa unaona utakuwa unakifanya nini, unakikumbuka. Hizo ndio taratibu na sheria za hili jina la kwanza, ama matokeo yake ya matumizi huwa yanakuja kwa mtindo huo. Kwa hivyo katika hili jina tu la kwanza lenyewe unaweza kuona kwamba lina matumizi ambayo kwa mtu ambaye katulia na kwa mtu ambaye katulizana, basi anaweza akaona kitu ambacho hakufanya nini, hakutegemea katika maisha yake. Yani vitu vinaweza vikafunguka sana na mambo yakaenda pasipo mtu hata kuamini kwamba haya mambo yangewezekana kwenda kwa namna hiyo. Sasa kuachana na hilo, kuna shairi ambalo huwa linaimbwa kuhusiana na haya majina, hususan kwenye hili jina la kwanza. Zamani kipindi cha kale watu walikuwa hawaruhusiwi kufundishana hizi elimu kiolela olela,
na kipindi hicho, kwa sababu zilikuwa ni elimu za kutisha. Yani watu walikuwa wanafanya mambo mengi kupitia hizi elimu mpaka pale zilipoanza kufichwa na kufungwa sana. Basi yoyote yule ambaye anaweza kusoma jina hili la kwanza, yani jina hili la kwanza pamoja na jina la pili, na yani hili jina la kwanza pamoja na jina la pili, katika siri za hilo shairi inasema kwamba yoyote mwenye kusoma hili jina la kwanza pamoja na la pili ambalo ni Barahatia na Kariri, na akataka sapoti yoyote ile kutoka kwa yoyote yule, basi anaweza akafanya nini? Akaipata. Ikiwa unaitaka sapoti kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ikiwa unaitaka sapoti kutoka sehemu yoyote, basi unaweza ukaipata. Hilo ni kwa jina hili la kwanza. Tunapozungumzia sapoti, ni sapoti ya aina yoyote. Unataka mtu yote kusapoti ama kitu chochote kikusapoti, basi unaweza ukapata sapoti yake. Kwa hilo jina la kwanza tu na jina la pili. Kwa hivyo nitakachokuomba baada ya hapa, uhakikishe kabisa umelifanyia kazi hili jina la kwanza, na hapa kwenye ujumbe nitakuandikia jinsi linavyoandikwa kwa Kiarabu, lakini pia nitakuandikia jinsi linavyoandikwa kwa Kiswahili. Na nimeshakutajia kabisa kwamba utaji wake wa kwanza huwa linaitwa Barhatia. Barhatia. Sio useme Barahatia kama wanavyosema watu wengine, you will never succeed. So unatakiwa useme Barhatia. Barhatia, sio Barahatia. Barhatia. Ya, sio yaha. Ya, Barhatia. Umeelewa? Ama kwa mtu mwingine ambaye anataka utajo ambao ni yani ni wa kulegeza ama wa kulainisha, huwa anasema kwamba Barahatihin. Umeelewa? Kwa hiyo huo ni utajo wa pili katika tajo 7 tofauti za haya majina. Haya majina yanatajwa nyingi, lakini katika tajo ambayo ni maarufu zaidi ni hiyo tunaita Barhatia, na ndivyo jinsi lilivyoandikwa. Hata kwa wale ambao ni wasomi wazuri wa Kiarabu utakuta wanalisoma hivyo, Barhatia. Sasa hili ni moja kati ya jina ambalo nitashare na baadhi ya wanafunzi ambao wanataka kusoma jina moja peke yake na maelezo yake, ili kusudi pale ambapo wanakuwa wanaweza kujisaidia, au hata wengine ambao watataka kusoma, tunasema kwamba kusoma haya majina ya Barahatia na hawana uwezo wa kuyalipia ada, basi moja kwa moja hili jina linaweza likawafaa kuweza kujipatia kipato, kufungua milango ya riziki ambayo inaweza ikawasaidia kuweza kupata ili kulipia ada na kuweza kujifunza majina haya. Kwa hivyo unatakiwa ukalili hilo jina nilokuambia, lakini pia hili jina la kwanza lina sheria yake ya kwanza ambayo walau kama unataka kuanza kulitumia, basi huo umelifungia kwa siku moja. Kama unataka kwenda kulitumia hili jina moja peke yake kwa mara ya kwanza, sio kwa mara zingine zinazokuja, kwa mara ya kwanza unatakiwa ufunge swaumu kuanzia asubuhi ile wakati kabla jua halijachomoza, yani alfajiri kwa Waislamu wanajua vizuri, lakini kwa yule ambaye sio Muislamu anaweza akajizuia kula kuanzia yani kwa muda wa siku nzima. Yote yule anayejizuia kula kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu huwa anafanya, anampa shani yake. Lakini pia jambo lingine, unatakiwa ujitahidi jana yake uwe hujala chakula chochote kile kinachotokana na wanyama, yani mfano wanyama, ndege, viumbe wale wenye damu. Tunaangalia ng'ombe, tunakuja mbuzi na wengineo wenye nyama, lakini pia tunakuja kuangalia samaki, tunakuja kuangalia mayai, tunakuja kuangalia na vitu vingine kama maziwa na vinginevyo, yani vitu vinavyotoka kwa mnyama. Ukitaka hili jina kwa mara ya kwanza liweze kuingia, basi moja kwa moja utatakiwa ufanye nini? Uachane na hivyo vitu kwa muda wa siku moja, ili unakuwa kabisa nia yako thabiti umeshaiweka kwamba mimi ninafunga kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kunipa idhini ya kuweza kutumia jina la Barhatia. Umeelewa? Na hili Barhatia ni jina ambalo lina idadi yake kwa mtu anayeanza kulitaja, ili liweze kumuingia katika mwili wake, huwa anatakiwa ataje mara 622. Yani unalitaja mara 622 kama miradi yako. Unaweza ukagawa, lakini kwa mtu ambaye anaanza, ushauri wangu huwa ni bora zaidi akalianza kwa 622 kama ilivyokuwa thamani yake ya hili jina katika ulimwengu wa numerolojia. Lakini pia tukiangalia hili jina, yani tukiliangalia katika madaraja ya kuweza kulianza hili jina kwa mtu anayetaka kulianza, maana yake anaweza akalianza siku gani? Kwa mtizamo ambao ni bora zaidi, basi hili ni jina ambalo mtu akitaka kulianza, basi walau alianze siku ya Jumamosi, ambayo ni siku ya Zohari tunasema, kwa sababu thamani yake ya numerolojia hili jina linaenda kuingia katika sayari ya Zohari. Ina maana ni sayari ya siku ya Jumamosi. Kwa hivyo somo yako inaweza ikawa siku ya Jumamosi, lakini hili jina
Angalizo ninalokupa, na hata watu wengi sana huwa wanakosea, usije ukajikuta unaabudu kitu ambacho hakiko sawa. Ina maana hili jina unapotaka kuanza kulitumia, basi moja kwa moja jua kabisa kwamba hili jina ni la Mwenyezi Mungu, na hii sifa ambayo imetajwa hapa, mtukufu zaidi kuliko wote ni Mwenyezi Mungu. Naye ndio mkamilifu, naye ndio anayepaswa kuabudiwa, naye ndio anapaswa kusifiwa. Na ndio maana ya hili jina. Kwa hivyo moja kwa moja ni sawa na wewe sasa hivi uanze kusema jina la Mwenyezi Mungu ni lipi? Unaweza ukasema jina la Mwenyezi Mungu ni Mungu. Umeelewa, kwa lugha yako unayomaanisha. Kwa hiyo hili jina liko katika lugha ya Kipersia, ambayo maana yake tukija kulitafsiri kwa lugha ya Kiarabu tunakuja kukuta ni Mwenyezi Mungu ambaye mwenye sifa nyingi, yani yule ambaye mwenye kusifiwa zaidi. Yani kama vile unavyosikia Wakristo wanavyosema Bwana asifiwe, ama unaposikia wengine wanaweza wakasema labda Allahu Akbar kwa Waislamu na kadhalika. Kwa hivyo inakuwa inamsifu Mwenyezi Mungu, lakini katika njia ya lugha ya Kipersia. Sasa ili uende sawa na ili uwe sawa na hili jina, basi hakikisha kabisa saumu yako unayofunga siku hiyo uwe unafunga kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Yani usio unafunga kwamba mimi hili jina, yani labda mimi saumu nafunga kwa ajili ya kuweza kupata khadim, yani wale watumishi wa hili jina. Hapana, funga kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu yeye ndio anakupa idhini ya kuweza kulitumia hili jina kwa usahihi zaidi. Ina maana hata kama kuna chochote ambacho hakiko sawa, funga yako ikiwa thabiti, na usifunge tu kwa ajili ya kuweza kupata hili jina kwamba nafunga hili jina liweze kuniingia. Hapana, yani jitahidi sana katika hata ufungaji wako unaofanya, basi usiingie katika kufuru. Hili ndio jina la kwanza la Barhatia ambalo nimekufundisha wewe mwanafunzi wa kwanza ambaye ni Jane, lakini nitalichukua kuweza kuwapa wengine kama sadaka, na kisha baada ya hapo majina mengine tutaenda moja baada ya lingine. Hili jina pia lina wakfu wake ambao huwa unaandikwa, nitakuelekeza. Unakuwa unaandika kwa kuzikata hizi herufi zake, unaandika katika mfumo wa 4, lakini baada ya hapo kuna taratibu zake ambazo ni za kufanya, lakini pia lina sadaka yake. Kuna jinsi ambavyo mtu kisha litumia, unanunua labda pipi ama biskuti, unakwenda unawapa watoto wadogo. Yani unaweza kununua pipi au biskuti unawapa watoto wadogo kama sadaka ya kufanya nini, ya kuweza kutimiza hili jina. Ukifanya yote kwa utaratibu na sheria zake na kufuata na hizi tunasema hawasi zake, basi moja kwa moja utaona jina hili linakuingia, na hautataja jina hili isipokuwa utahisi moyoni kwako kumejaa nuru.